Monga MLTV Media, kituo chako cha matumaini. Karibu sana ndugu mtazamaji wa Monga MLTV Media kwenye kipindi chetu cha maendeleo Fizi. Na kwenye kipindi chetu cha maendeleo Fizi tumekwenda kukutana naye msimamizi wa Projet Beni Otanga. Yaani Projet Beni Otanga ni barabara ambayo inakwenda kupasuliwa Kikonde Iseke. Na ye mwenyewe atakuja tu kujitambulisha majina yake, ila anakuomba andamana nasi kwenye kipindi hichi mpaka mwisho. Karibu sana ndugu mtazamaji. Mtazamaji wa Monga MLTV, kama gisi tulitoka kumiambia kwamba tumekutana naye msimamizi wa mradi wa barabara Projet Beni Otanga. Naye atakuja tu kujitambulisha mbele yenu majina yake. Karibu sana ndugu, sijui kama unaitwa nani? Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru. Kwa majina naitwa Shabalei Shabani Banekwa. Tulikuwa napenda kujua Projet Beni Otanga, je, ni mawazo yako ndio yalianza au kuna watu fulani ambao walianzisha mawazo kisha wakakupatia ule mradi usimamie? Asante kwa swali mzuri. Kwanza kabla sijaingia kwenye swali lako, nitaka nionyeshe kwanza jina ya Projet Beni Otanga. Projet Beni Otanga kuna mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni nani anaweza kujitolea au anaweza kutoa. Na katika kutoa au kujitolea mna mambo mawili pia. Unaweza ukatoa mchango wako kwa kile ambacho unacho chochote, na usingoje kwamba umetoa kwamba urudishiwe. Unatoa kulingana na moyo wako kwa kile ambacho unacho, na unaweza ukatoa nguvu zako. Unatoka hapa Kazimia, unaenda kwenye Projet Beni Otanga njia ya Kikonde kwenda Iseke, na wewe unakwenda kuchangia kufanya nini? Kutumika na mikono yako, maana unafanya nini? Unatanga nguvu zako. Ndio maana ya Projet Beni Otanga. Basi nirudie sasa kwenye swali lako kwamba ni nani ambaye anaweza kuwa nyuma yenu, ni mawazo yako au namna gani? Ni kweli kazi hii ambayo tunafanya hapo mbeleni kuna watu ambao walikuwa na mawazo, na inasemekana sana na ilisemekana sana wakati wa nyuma wa utawala, njia ilikuwa nasemekana itatumikwa. Na hapo nyuma pia kuna ndugu zetu ambao wako nje ya nchi, nao pia walituma watu wakapita kuangalia ni namna gani barabara inaweza kufanya nini ikatumikwa au inaweza pita sehemu gani. Tukaangalia hakuna mtu yeyote ambaye alikuja kuanzisha ile kazi. Sasa baada ya kuangalia na kusikia na kuona siku zinaendelea sana, hakuna anayejitokeza kuanza kufanya ile kazi. Na maana nani ataanza kuanzisha ile kazi ianze ionekane kwa macho inaanza? Ilikuwa ni vigumu. Kwa ile swali kusema kwamba waliokuwa na mawazo ni wengi, lakini kuanzisha sasa ndio ilikuwa ni vigumu. Na katika wale ambao walikuwa na mawazo, na mimi pia nilikuwa na ile mawazo, lakini pia kuanzisha ilikuwa ni vigumu. Na baada ya kuona kwamba hatutaendelea tu kuachia ile njia ikuwe tu vile, ilibidi tuanzishe, tujitolee, tuanze. Tukafanya kambi ya kwanza, ilikuwa mwezi wa 10 tarehe 15, kwa ni siku ya 4 kizani mwaka wa 2025. Ndio tulianzisha, tukaingia kwenye kambi kabisa, tukaanza watu 4 tu ndio tulianzisha. Sasa kwa kusema kwamba kuna watu au kuna mtu nyuma yetu, naweza sema kweli tuna watu na ni raia. Sio mtu aseme ni mtu fulani mwenye vyake anatugharimu, anatufanyia kila kitu. Ni raia. Wale watu wanaoona tunayotumika ndio ambao tuko nao nyuma yetu. Nawaza ile ndio swali lako kwa ufupi. Sawa, tumesikia unasema kwamba na watu nyuma yenu. Ndio. Na watu nyuma yenu. Kwa sababu hii project ni
project kama sikudanganyika ni project ya kujitolea hivi. Ndio. Kulingana na gisi mnavyoiita Beni Otanga na gisi umetoka kuiongelea kirefu kwenye zile pointi mbili ambazo toka kuziongelea. Umesema nyuma yenu kuna raia. Vipi, ni raia wanaisupport barabara, wanatoa pesa zao au wanatoa nguvu zao kwa kutumika hiyo barabara? Nikisema kwamba nyuma yetu kuna watu na ni raia, ni wale watu ambao kwanza wanafanya hatua ya kufika kwenye kazi. Tunasensibilizea watu ni kinwa tu, hakuna mshahara wowote. Unaposikia tu tunazungumzia habari ya barabara Iseke Kikonde, ukiguswa na uko pale, unaona shimama, unaenda. Hiyo kwanza ni nguvu yetu ya kwanza. Nguvu ya pili ni raia wanaotuona na kutusikia, kwa sababu ile njia ni njia ambayo ilifaidisha watu sana wakati wa RCD. Ni njia ambayo ilibeba watu sana. Kuna watu wengi wanaifahamu vizuri na walifaidikia kwenye ile njia. Wanapoona, wanaposikia, nao pia wanasema pana, na mimi napeleka yangu yangu 100 francs, napeleka yangu 200 francs, muuze unga. Ukitupatia 50 francs, 100 francs, 200 francs, wewe kama raia, maana yake unatusupport. Ni raia ambao wanatusupport kwa sababu tuendelee kufanya ile kazi, ili ile mateso ya wale watu ambao walitesekea kwanza kwa ile njia iwe kama imepunguka kwa wao ambao watakuja nyuma. Haki ni raia kifupi. Sawa. Nafikiri barabara mnaitumika Kikonde Iseke. Ndio. Na Kikonde Iseke ni sehemu ambao ina wami wa asili. Unaweza ukatuambia vipi kuhusiana na Mwami Ndombe na Mwami wa Iseke? Vipi, wana mchango wote ambao wamekwisha changia kuhusiana na barabara? Nadhani nikisema raia ni watu ambao wanachungwa na wami, na wakati wanatoka kwenye kijiji wanaenda kutumika, ina maana wami wanasapoti kile kitu. Kwanza wanakijua, wanakipenda, na pia wanasapoti na kuambia watu kufanya ile kazi bila tatizo yoyote. Ina maana wami wetu hatuna nao tatizo kabisa, wanatusapoti na wanapenda sana ile kazi iendelee mbele na ile njia iwepo, kwa sababu hata na wao pia wanapoingia kwenye marenyo kule kwenye ikulu yao ya sekta, hiyo njia wanakuwa wanaigusia. Ina maana wako na susi. Mwami wa Iseke, mwami wa Kikonde, wa Kazimia, wa wapi, bote bami bote banganja banajua kama ile njia iko natumikwa na bana support. Ijapokuwa uwezo wa kipesa, lakini uwezo wa kuzungumza na watu ili waendelee kufanya ile kazi wanaifanya bila tatizo yoyote. Tunapenda tujue malengo hasa mpaka nyie ama wewe ufikie kwenye hatua ya kuambia raia mpasue ile njia, kwa sababu tukiangalia ni njia ambayo ndo inapasuliwa na raia. Malengo ni nini hasa? Asante sana ndugu mtangazaji. Nawaza malengo iko wazi tu, kwa sababu nisema kwanza ni njia ambayo ilifaidisha watu sana kibiashara wakati wa nyuma. Biashara kutoka wapi? Biashara kutoka Tanzania, Vinapitia Uvira, wapi? Unapitia Kazimia, unaegesha na boti. Kipindi cha nyuma pale kulikuwa soko ya Nemba. Ile kipindi watu wanaegesha Nemba, wanapakia pale, wanaenda Kikonde, wanapita Iseke, wanaingia Misisi. Ni njia ya pori kwa pori. Ile kipindi lengo letu la kwanza ni kutosha vijiji vyetu kwenye upweke fulani, na maana hiyo njia tusiangalie kwa jicho la pili, tuangalie kwa jicho la tatu, kwa sababu ni njia ambayo inaunganisha vijiji na vijiji, kijiji na kijiji, groupement na groupement, inaunganisha province na province ya Sud Kivu na province ya Manyema. Nikisema kwamba province ya Manyema ni wachuruzi wakubwa sana ambao wanachuruza na magari yao, wanaenda Kalemi, wanaenda Uvira, wanaenda wapi, kule kote ni mbali. Ukisema mtu atoke Manyema aingie Lulimba, Lubonja, Iseke, anashuka Kikonde, Kazimia, ni masaa tu wanafika wapi? Kigoma. Kuliko kwenda Uvira, kuliko kwenda wapi? Kalemi, ni mbali sana. Sasa
faida ya njia hii au malengo yetu ni kurahisisha, kuunganisha. Ina maana muunganiko wa kutembeleana uwe ufupi. Ukitoka Kikonde unataka enda Lubonja au Iseke paka upite Sebele, Fizi, tena uzunguruke Kubasikalangwa hivi, ndio sasa uingie hivi. Ni mbali. Orke pale kuko saa moja kwenye moto. Ukitoka pale Kikonde kwenda Iseke ni masaa 5 kwa mguu. Kama ni masaa 5 kwa mguu, yani kwa moto ni saa moja, wale watembezaji wa mzuri. Ndio. Kwa hiyo kulingana na hiyo hiyo ni sababu kubwa yetu kufanya hiyo kazi ili turahisishe uchumi wa raia, uwe mzunguko wa pesa uwe napita pale, kwa sababu barabara ikikuwa, mwenye kutereka ndizi, mwenye kutereka viazi, mwenye kutereka kitu fulani nini, watu gisi wanavyopita watakuwa wanafanya nini, wanapitua vile vitu, au kufanya restaurant ile njia, wakulima bidhaa vinaoza ovyo kule, hakuna kuwanunulia. Na maana kutosha watu chini, kuwaingiza kwenye level nyingine kidogo ya kubasaidia kulingana na nini, na communication ya ile barabara. Na wazi ni lengo letu ya kubwa sana. Asante sana. Umesema lengo lenu ni kutaka kuinua watu, kuwatoa kwenye level ya chini kuwafikisha kwenye level fulani kwa ajili ya ile barabara. Maana barabara inajonganisha Iseke, Kikonde, Kazimia. Kama kisho nimetoka kuongea. Na umesema kwa kufika Manyema ni masaa machache sana kwenye ile barabara. Kama barabara inachukua Iseke, Kikonde, Kazimia. Tunafikiri Kazimia ni jiji kubwa sana katika tarafa la Fizi na katika sekta ya Nganja. Tunajua ni kijiji kikubwa sana na kenyewe kina poro nzuri ambayo itakuwa inasafirisha hiyo bidhaa. Sasa kulingana na hiyo, je, kama nyie watu wa projet Benio Tanga, maana hiyo barabara inakwenda kunifaisha vijiji vyote kwa pamoja, mliisha wahi kumfikia mwami wa Kazimia amisaidie na chakula au atume watu wake wa Kazimia kwenda ku projet Benio Tanga kwa ajili ya kwenda kumisaidia kule kufyeka na kulima? Nawaza ni swali nzuri sana ndugu mtangazaji, na hiyo kama unasikia jina ya projet yetu na jinsi unavyosema inaweza kuwa kidogo na kaumbalimbali kidogo. Sababu gani? Mwami iko hapa, anajua tuko natumika hii kazi. Na hasa nirudie sana kwenye kijiji cha Kazimia. Hatujawahi kuona mtu yeyote wa Kazimia anatoka hapa ili kwenda kufanya hiyo kazi pamoja na sisi. Hatujawahi kuona. Lakini wanasaulika kama hiyo njia inawalenga ni wao. Ukigusia poro, unagusia barabara. Jameni, acha niwaambie watu wa Kazimia hili jambo. Hakuna poro bila barabara. Haipo. Na katika mtambazo wa Tanganyika kuna sehemu 4 kubwa ambazo zinaangaliliwa. Kuanzia ukianza Kabimba unashuka wapi? Unashuka Kazimia. Ukitoka Kazimia unafika Baraka. Ukitoka Baraka unafika wapi? Uvira. Na hii maeneo yote ina mzunguko wa pesa, inafanya poro za kwao zikuwe na umuhimu, kwa sababu kuna nini? Kuna barabara. Sasa sisi macho yetu yote naangalia wapi? Kwenye bahari, tusiangalie mchikavu. Na hii inasababisha poro ya Kazimia isipate nafasi ya kuendelea, ya kuwa na activity ya mzuri. Kwa sababu nini? Sisi watu wa Kazimia tunasaulika kama barabara ni ya muhimu kwenye ile poro. Hakutakuwa poro bila barabara. Na kwa sababu hiyo habari zetu zote wanazijua wami wote, kama nilivyosema hapo awali, wanazijua. Na mpaka sasa wanaendelea kuzijua. Lakini ni kitu ambacho wewe peke ujisikie. Haiko kitu ya kusukumwa, ni wewe peke ujisikie, mimi nitaenda au mimi nitasensibilize watu wangu waende au watie mchango. Kuko dagazi na kufa huko. Kuko mikebuka inakufa huko. Huko vitu vingi vinakufa huko. Kama utaenda, si unasensibilize watu, unapeleka, unasikia tu tuko mkazi aseme mwami wa Kazimia alituma bomba ya dagaa hii mkule wenye mko mkazi. Ni mchango mkubwa sana. Sisi hatusemi kwamba mtubebe kwenye mshahara fulani, kwa sababu ni volonte. Kisema mshahara maana yake tunakuwa na kutegemea wewe, bwana mwezi unaisha tupatie sasa.
Lakini sasa miezi iko naisha na sisi hatutegemei mtu, na kila mtu anaridhika mwake. Kwa hiyo ile yote ni nini? Ni sababu kubwa ya sisi kufanya barabara hii kuwe ni sababu kubwa yetu, ni hii poro hii ipate nafasi iinuke. Lakini watu wakazimia, bado wana blanketi kwenye macho, hawajaona hilo na hawataki kuona hiyo. Macho yao yote ni wapi? Kwenye Tanganyika. Kwanza ingekuwa vizuri watu wenye kuwa na pesa zao waweke gari, magari zikuwa hapa Kazimia, zikuwa nasombea watu mizigo. Utaleta vitu Tanzania kweli, inafika hapa itasombwa sasa hapa na moto ni za kidogo sana. Kwa ile yote wenye kuwa na maono kabisa ya mzuri, wenye kuwa na pesa zake angetia magari hapa hivi. Ili Kazimia iendelee, lazima kuwe magari yenye kufanya matransporo hapa, na ili barabara zetu ziwe na heshima, lazima kuwe gari zetu zitakuwa pale kwanza kwa ile kijiji, kwa sababu ya nini? Ya kusafirisha. Tusingojee mpaka magari ya kutoka sehemu fulani ndio ikuye na irudie hapa kwanza, kukue magari yetu ya hapa. Watoto wa Kazimia wote wenyewe wananisikia, watoto wa Kikonde, watoto wa sehemu yote ya mtambazo wa Tanganyika, yeyote mwenye kuwa na nguvu zake za kuuza gari aweke Kazimia, kwa sababu poro itumike vizuri. Hiyo ni vigezo ambao watu wanasema tenda na mizigo pale patanisombea na nini. Kwa hiyo kwa kuwa ile vigezo lazima tuweke nini? Tuweke gari hapa au tuweke magari hapa iwe nafanya kazi kwenye barabara zetu. Na waza ni ile ambao naweza kujibia ndugu mtangazaji. Sawa. Mimi kingaliki pale Bwana Shabani. Ndio. Ni kingaliki pale kusema kwamba wao nasema washefu wa vijiji wanajua ile ambalo mnalifanya. Ndio. Sawa. Vipi wanalijua ili nyinyi mlimfikia mkamwambia taarifa, au ana taarifa tu zile za kusikia kwenye masikio yake? Nyinyi mlimfikia chef, angalia sisi tuna hivi, au ni taarifa tu za kusikia? Na nilisema ya kwamba sisi tulishawahi kuwaambia wote, wami wote tushakawahi kuwaambia kama kuna barabara Iseke Kikonde tayari inatumikwa kwa nguvu ya raia. Na nikisema kwa nguvu ya raia, maana yake na wao pia wako miongoni mwa wale raia kama vile viongozi. Na kwenye makao makuu yao ya sekta kila siku huwa inazungumziwa. Na nikiwaza kabla Mwami Bululwa Jafa alienda kufanya ripoti kwenye kuwa washefu wenzake wote, akasema ya kwamba tunafanya kazi Kikonde ya barabara, tulishaanza wabiana waisha kuwa pale, na yeye alikuwa Mungu. Ina maana hakuna mwenye ajui. Kinachobaki pale ni nini? Benye utanga tu. Sisi wakomba ngoma tulishaanza piga. Na bakia mienge ikuye. Ndio ile tunaomba vivango, tunaomba ile funde inakuya, muogo inakuya, nini. Wa kwanga yake analeta. Maana yake ukitupatia kitu fulani kwa ajili ya ile kazi, tunahesabu kuwa kama na wewe pia uko pamoja na sisi kwenye ile kazi. Tunahesabu tuko na wewe kwenye ile kazi. Na yeyote ambaye anatupatia kitu chake tunasema fulani anatupatia. Hata beshe moja tuko nasema fulani anafanya nini? Anatusaidia beshe. Kwa jembe tu fulani anatusaidia jembe. Na sasa kama anatupatia bumba dagaa tutakosa kusema? Ndugu. Sawa. Sisi tukingali hapa ndugu mtazamaji wa Monga MLTV Media, nafikiri tuko naye Bwana Shabani Shabalei. Watu ambao wanaofanya kazi ya barabara Benio Tanga, Kikonde, Iseke, maana malengo yao kuu ni kuinua raia watoke kwenye hali ya chini wafikishe kwenye leo fulani, ila lengo lao kubwa kabisa wanawinda poro ya Kazimia ili ipate kufunguka vizuri. Na mpaka hivi sasa tuko naye hapa. Ndugu Shabani, sisi tumesikia kusema kwamba sekta imeshawahi kumisaidia na kwenye hili haujalisema imekuaje mpaka ukose kulisema ile ambalo sekta imesha misaidia na iko nyuma yenu na misapoti kwa kila siku na kwa kila hali. Hii unalisemaje? Asante sana, ni swali mzuri sana ndugu mtangazaji, sababu nyinyi huwa mnapenda kuchimba sana, lakini nitakujibia kwa hilo. Ndio, nawaza swali lako ni nzuri, pia nataka kujua kitu fulani kwa ndani. Habari ya kusema kwamba sekta huwa inatusaidia kitu fulani,
hatujawahi kuona kitu chochote, hatujawahi kuona kitu chochote kutoka kwenye mkono wa sekta, lakini tunatarajia inawezekana kitakujaka tu, sababu yeye ni kiongozi, anawaza, anapangilia. Kwenye kamati yenu mko watu wangapi? Kwenye kamati tuko na watu zaidi ya watu 9, sababu ni sehemu ambayo kuko watu lazima kuwe na utaratibu. Kwa hiyo kuko kamati ambayo inaangalia kazi ipo. Japokuwa mimi ni msimamizi, huko wa chini yangu, kwa mwingine, kila mtu na kazi yake. Okay. Ndio. Na kuhusiana na kazi ambazo mnazifanya, ni changamoto gani au magumu gani ambao mnayapitia mpaka sasa? Ndiyo, ni swali nzuri sana. Samahani. Swali nzuri sana. Kwenye kazi kama na ile haiwezi kosa changamoto, sababu kwanza kuna watu. Na sehemu yoyote inayokusanyisha watu lazima kuwe nini? Kuwe changamoto. Lakini pia changamoto zinapishana. Ni kama vile magumu kwenye manyumba tofauti. Napishana. Tuna magumu makubwa sana. Changamoto ya kwanza ambao tunaipitia ni kuwa na watu ambao hawataki ile kazi isifanyike. Na maana wao wanasimama kwa ajili ya kugombeza ile kazi kwa kusema kwamba tunapewa pesa fulani na mtu fulani anayetumikisha barabara. Sasa wale watu ndio wanajisikia kwamba hawawezi kwenda kwenye ile kazi kwa sababu tumeshakula. Najua kuna ugumu wa maisha katika muda huu kwenye vijana wetu, kwenye watu wengi sana, kulingana na nini? Habari ya kula. Sasa wale watu wanakuwa na contre campagne ya kuzuia wale watu ambao wanataka kwenda kufanya ile kazi, ili kuambia kwamba waisha kula, hawawezi kufanya ile kazi bure pale na hapa kula kitu. Hii ni changamoto ya kwanza ambayo inatusumbua watu sana, pamoja na watu wanashimama kwa moyo kusema hawa watu tunawafahamu vizuri. Watakula namna gani wakati tuko naona maisha ya mtu mwenye kula na mtu hakuli inaonekanaka. Na mwenye kutuma pesa zake kusema kwamba hizi pesa ndio za kupokeza watu hizi, asifike hata siku moja kuja kufanya nini? Kuvisite kazi yake. Aulize watu biko nakula vitu biko mko napokea Kwa ile yote ni changamoto ambayo tunapitia, lakini haitukati tamaa, inatuongezea mwendo. Sababu kuanza kazi tulianzana nayo mpaka leo tuko nayo. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Changamoto ya pili ni njaa. Tulisema kwamba tuko na watu, tunajivunia watu. Kama tunajivunia watu, hatuseme kwamba kampuni fulani ndio inatufanya nini, inatubeba kwenye kazi. Kuna wakati ambao tunafanya kazi na njaa. Tunafanya kazi njaa, watu wanalalamika. Mpaka na wewe peke unaanza jisikia kama vile tunakuwa malalezi. Lakini pia unawapatia moyo kwamba hakuna mwenye kutupokeza. Tufanye kazi kwa sababu hii kazi ndio itatupatia. Hatujui mwenyewe tutusaidia hata siku moja. Kuna mwenye atajitokeza siku ya leo, anawasaidia sabuni. Haiko mshahara. Na wale wenye wako na bacheka siku moja watafunga kinywa, kwa hiyo tujikaze tu. Hiyo njaa ndio inatusumbua sana. Na wale watu ambao tunawategemea ndio tunahitaji wao wanasikia hii maneno ambayo tunaongea hapa. La pili ni mimi peke yangu kwanza nafanya ile kazi. Unajua tuko na watoto, na kuacha kazi fulani ya kipato na kuingia kazi ya bure inafanya jamaa inapata matatizo makubwa sana. Nilikuwa na watoto ambao wanasoma kwenye sekondari, wawili walishindwa kumaliza masomo sababu ya nini? Nilifanya kazi ya bure. Ina maana nilijitwika magumu ya watu, nikashindwa kujituka magumu ya familia. Na wale watoto wakashindwa kusoma, na mimi nikaona mkale tu vile mtasoma tu. Juu ile kazi ifanye ni ipate kuonekana na iendelee mbele. Ni magumu, ni changamoto. Ingenifanya mimi niangalie jamaa niache na vile vitu viharibike kule. Kwa hiyo ile niliona afadhali watu wapate nafasi kuliko jamaa kwanza. Jamaa itapata baadaye, pale vingine watu kwanza wapate. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, ni ile ambao tunakuwa nayo changamoto ya vyombo. Tunazungumza kila siku, tuna vyombo vichache sana na tunazidi kulalamika tu kulingana nini na uchache wa vyombo, chakula na sabuni. Sabuni hatudai kwa mtu aseme wewe ndio tupatia tu sabuni. Kwa sababu haiko ndio alitutuma. Japokuwa anachangiza haiko ndio alitutuma. Sisi tulijituma shehe peke. Na yote mwenye anatoka nyumba yake anatufuata kuna yeye anajituma yeye peke. Lakini pia kuanza mwezi wa 10 mpaka leo hakuna mwenye ashakapata hata sabuni ya kufulia.
Uangalie kiasi cha mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo hii inakuwa mwezi wa 8. Na wale watu tuko na kazana na hawapewa hata sabuni na mtu hata huyu hata umoja. Fikiria ni kiasi gani cha moyo cha wale watu wanaona uzalendo wa nchi. Wanaona umuhimu wa kitu ambacho tulikianzisha. Hii inatupatia kama hata nguvu kidogo hata na sie tunasema na uchungu, lakini natupatia na nguvu. Kwa hiyo ni changamoto ambazo tuko nazo kwenye kazi yetu kulingana na kikazi. Nawaza ni Asante sana ndugu mtazamaji wa Monga MLTV Media. Unasikia changamoto ambazo watu wanazozipitia, ni changamoto kubwa, tuna changamoto ngumu sana. Tunamiombeni ndugu zetu, mzidi kuwasapoti hawa mabwana. Kwa yule ambaye anatutazama, kwa watazamaji wote ambao wanakwenda kututazama kwa siku ya leo, tuwasapoti kwa chakula, tuwasapoti kwa sabuni, tuwasapoti kwa vyombo, tuwasapoti hata kwa kile kidogo ambacho tuko nacho, hata muogo wewe wasapoti, ili barabara ipige hatua iende mbele. Ndugu Shabani, unaweza kuwa na neno gani la mwisho ambao unaweza kaambia watazamaji wa Monga MLTV Media ambao wanatuangalia kwa mida kama na hii? Asante sana ndugu mtangazaji. Neno la mwisho, maneno mengi tumeshazungumuza, na labda kuna ya mwisho mule ndani, kuna ya kwanza mule ndani, na kuna ya katikati mule ndani. Lakini pia hatutakosa kushukuru nyinyi watangazaji ambao mnafanya kazi kama na hii, sababu hii ni njia ambayo inatuunganisha na wale watu wanaotuona. Singekuwa nyinyi, hawangetuona na hawangetusikia na hawangepata malalamiko yetu. Tunaweza kuwashukuru kwanza. Tunaweza washukuru kwanza nyinyi watangazaji ambao mnafanya kazi kama na hii. Hiyo ni la kwanza. Jambo la pili, tunaomba sapoti kwa yeyote anayetusikia, kwa yeyote anayetuona. Na wale wasiojua Shabalei, mimi ndo Shabalei ambao ninaongea hapa. Niona hapa hivi natoka porini, na niona nizungumuze na mwe kupitia MLTV Media, kwa sababu ni njia mojawapo ambao na wewe utanifahamu vizuri na utajua kama tunafanya kazi na mtu fulani, sababu kuna wengi wananisikia tu kwa sauti, hawajawahi kuniona kwenye uso, lakini kupitia media hii labda na wewe utabahatika kuniona kwa sura. Neno la mwisho ni kusema kwamba Mungu abariki kwanza wote wale ambao waishawahi kuchangiza chochote kile kwa ajili ya kazi kuendelea mbele. Mungu aone mfuko wao, abariki kazi yao, na siku nyingine wapate kusapoti kazi kama na hii. Tunaomba ni sapoti, atuombi mshahara. Na kama nilivyosema pale nyuma kwamba hii ambayo tunatumika ni esali. Nguvu za mababu hapo nyuma ilikuwa ni esali. Hata kama ungekuwa na nguvu zako wewe peke, lakini utasema na watu wengine muje mnisaidie, na ulikuwa na nguvu wewe peke ya kufanya ile kazi. Nasema siwezi fanya mie peke, acha niwaambie bandugu zangu wenye wako nje na wenye wako ndani waone kitu tuko natumika, nao pia wafanye nini, wanisaidie kwa hii kazi, haiko yangu mie peke. Ndio maana nisema hii ni esali. Projet wenyewe Tanga ni esali. Na kama unaona hii esali na wewe uwe na kenye utafanya, mwogo wako, chapati yako, sukari yako, sabuni yako itatusaidia. Kwa hiyo ile ndio naweza nikasema kama neno la mwisho kulingana na magumu ambao tuko nayo ambao mnasikia hapo nyuma, ikufanya wewe ambao unatusikia na kutuelewa vizuri, uchangie kile ambacho utakuwa nacho kwa ajili ya kutusapoti. Tuko hapa, tutaendelea, hatujawahi kushindwa. Kazi bado tunayo kabisa. Nawashukuru sana na Mungu awabariki. Tunawahitaji tuwe pamoja kwa umoja. Asante sana. Hatimaye tumekwenda kufika mwisho wa kipindi chetu hichi cha maendeleo tarafani Fizi, na tulikuwa naye mtu wa projet Beni Otanga, naye tulikwenda kumsikia yale ambayo alikwenda kuyanena, na tunamiomba watazamaji wa Monga MLTV Media mzidi kuwasapoti vijana kwa ajili ya barabara ile ipate kufika Iseke. Maana ile barabara ikifika Iseke itakuwa nguvu ya tarafa la Fizi, itakuwa nguvu ya sekta ya Nganja. Maana ile barabara inaunganisha vijiji na vijiji. Kutoka Kazimia utaingia Kikonde, utaingia Iseke, utaingia Lubonja, utaenda Misisi, utaenda Sarmabila, yani utakwenda Manyema,
kusema, yani poro ya Kazimia itakuwa na nguvu. Kwa hiyo tunamhitaji vijana waliopo nje ya nchi, vijana waliopo ndani ya nchi, watoto wa tarafa la Fizi kwa maendeleo ya Fizi. Tunamiita na watoto wa Nganja, watoto wa sekta zote zile za tarafa la Fizi, mzidi kusapoti hawa vijana ili project hii ya barabara ya Beni Otanga ipate kwenda kufika mwisho. Tunaiita serikali ya sekta ya Nganja isapoti vijana hawa kwa ajili ya barabara Beni Otanga ifike mwisho. Ila tu na kuomba ndugu mtazamaji wa Monga MLTV Media, usikose kusubscribe channel YouTube yetu ya Monga MLTV Media, usikose kucomment, kulike na kushare na watu wengine. Ndugu Manjonjo, na kuomba patro de patro wa Kazimia, karibu sana uwasapoti vijana ambao wanaofanya kazi ya barabara Beni Otanga. Tunakuomba ndugu Manjonjo, karibie uwasapoti, uwape kile kidogo ambacho uko nacho. Karibu sana. Mimi niite tu Farijala Shomari Hussein bin Zwiba, nyuma ya kamera ni JP1. Ciao. Tangaza biashara yako na Monga MLTV Media, kwani tunawafikia watu wengi sana. Usisahau kusubscribe, kulike na comment.